uweze kutengenezwa shape, kwa sababu hata wachezaji wakichange nguo hakuna pahali pa kuchange na kuna watoto. Shukrani. Yale ni maoni ya wananchi wanaongea, na natumai tuko hivi karibuni sasa mambo yataweza kuchemka. So nakaribisha Wex aweze kuongea. After hapo Wex, karibu uweze kutoa maoni. Asante sana Rais wa Bunge la Wananchi. Sisi kama wananchi tuna jukumu sasa. Kwanza tukiangazia swala la public participation, mimi naweza sema kwamba changamoto moja kubwa ambayo sisi kama Wakenya tunapitia ni kukosa maadili. Maadili ni tabia ambazo zinafanya watu kufanya vitu kwa mfano fulani au kwa aina fulani au kupitia mifumo fulani. Kenya tuna sheria nyingi. Kila uchao watu hutunga sheria, wanasema sheria fulani imepitishwa public participation, kwamba wananchi atakuwa anaruhusiwa kufanya public participation. Ndiyo, sheria imetungwa, lakini kwa sababu ya kukosa maadili ile sheria haifuatiliwi. Ndio maanake watu ndio kama wakati wa kumbandua aliyokuwa deputy president, uliona watu tu wametengeneza makaratasi yao, wakakuja kwenye vijiji, wabunge wakapewa pesa, wakashuka mijini kuhakikisha kwamba wameleteza zile makaratasi tujaze kenye tunajaza, wakalipa watu wajaze kenye wanajaza, na hata kilichokijaza hakikutumika katika ile yale maoni yetu hayakusikizwa. Public participation zilifanyika nyingi, kwa mfano za county government hapa. Unapata zile vitu mnaenda kusema, kumbe kuna usemi ambao kwamba ulikuwa ushapangwa uje usukumwe, na huo usemi ambao wao wamefikiria ndio sawa, huo ndio utafika kwenye bunge la county na huo ndio utapitishwa. Kwa hiyo kukosa maadili kwetu kunasababisha kukosa maadili kwa viongozi, kwa sababu wale viongozi ambao tunasema hawana maadili wanatoka kwetu. Kwa hivyo inamaanisha sisi wenyewe hatuna maadili ya sawa. Kwa hiyo cha msingi na cha sekondari, cha kwanza tu ni sisi wenyewe kubadilisha maadili yetu kama Wakenya. Kuna nchi ambazo mifumo inafanya kazi, sheria ziko za public participation na watu wanasikizwa. Lakini sisi kwa kukosa adabu, kwa kukosa maadili ya sawa, sisi kazi yetu sasa inakuwa ni sisi tukishachagua viongozi wale wanaendeleza maadili yasiyo ya sawa. Kwa hiyo inakuwa kwamba ni mchezo wa kulaumiana. Sisi tunawalaumu wale na wale wanatulaumu sisi, ama wanatufanyia mchezo wa paka na panya. Kwa hiyo tukiweza kubadilisha maadili sisi kama Wakenya, kuanzia hapa chini county government, kuanzia tu katika ofisi za chifu. Unajua maadili yalikosekana kabisa kuanzia nyumbani kabisa, pale nyumbani kwenye maofisi zote, na inaenda hivyo hivyo hadi kwenye ofisi kuu ya rais. Kwa hiyo mimi niseme tubadilishe maadili. Sheria tumetunga za kutosha. Tukiweza kunyosha maadili yetu, kila kitu kitakuwa sawa. Yale maoni tutakuwa tunatoa kuhusu sehemu zetu, kuhusu marekebisho fulani ya katiba, marekebisho yote ya nchi yatakuwa yanaweza kusikizwa, kwa sababu hata yule mwenye kutekeleza ana yule mshawasha ama anajihukumu kwa sababu ana maadili ya sawa. Ndio maoni yangu.